Pendo mtazamaji wa Pastor Kazoba TV, karibu katika kipindi kizuri cha kujifunza neno la Bwana. Mimi naitwa mchungaji Paulo Kazoba, mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Chalinze. Mahali popote ulipo, karibu tuombe tunapokwenda kuanza somo la siku ya leo. Baba na rafiki yetu uliye mwema, tunakushukuru kwa kutulinda na kututunza mpaka wakati huu mzuri tunapohitaji kujifunza neno lako. Tunaalika uwepo wako uwe nasi, maana tumeomba na kuamini katika jina la Yesu aliye hai. Amina. Karibu mpendo mtazamaji katika somo linalosema uwe hodari, na limejengwa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 31 aya 6. Maandiko matakatifu yanasema, iweni hodari na moyo wa ushujaa, msiogope wala msiwahofu, kwa maana Bwana Mungu wako ndiye anayekwenda pamoja nawe, hata kupungukia wala kukuacha. Haya ni maneno ya matumaini aliyoyatamka Musa akiwa katika nyanda za Moabu. Alikuwa akiwatia moyo kwa kuwa muda mfupi baadaye walipaswa kuvuka mto wa Yordani kwenda katika nchi ya Kanaani. Na wakati huu Musa alikuwa ni mwenye umri wa miaka 120 na alikuwa ameongoza taifa hili la Israeli kwa muda wa miaka 40 jangwani, na saa yake ya mwisho ya uongozi inafika, na Mungu alikuwa amemwambia kwamba akabidhi kijiti cha uongozi kwa Yoshua. Na ukisoma kwenye fungu la 7 la Kumbukumbu la Torati sura ya 31, utaona Musa anamuita Yoshua na kumkabidhi kijiti cha kuongoza Waisraeli kuelekea katika nchi ya Kanaani. Kwa sababu katika nchi ya Kanaani kulikuwa na mataifa makubwa, mataifa yenye nguvu, mataifa ambayo yalikuwa yamejiimarisha kijeshi, mataifa ambayo yalikuwa yamejiimarisha katika silaha, mataifa ambayo yalikuwa yamejenga kuta ndefu ambazo zilikwenda hewani, mataifa ambayo yalikuwa na mazoezi ya kutosha na yalikuwa yamejifunza vizuri kwenye habari ya mapigano, mataifa ambayo yaliwaogopesha Waisraeli. Na tangu mwanzo walikuwa wamesikia habari hizi ya kwamba katika nchi ya Kanaani wako watu wanaoitwa Wahiti, katika nchi ya Kanaani wako watu wanaoitwa Wayebusi, katika nchi ya Kanaani wako watu wanaoitwa Wahivi, katika nchi ya Kanaani wako watu wanaoitwa Waperizi, katika nchi ya Kanaani wako watu wanaoitwa Wakanani, katika nchi ya Kanaani wako watu wanaoitwa Waamori, watu ambao walikuwa ni warefu, watu ambao yalikuwa ni majitu. Na taarifa za wapelelezi zilipokuja, waliambiwa, tulipokwenda mbele yao sisi tulionekana ni kama panzi kwao. Walikuwa wana hofu, walikuwa wana wasiwasi kwa sababu ya majitu, kwa sababu ya watu ambao walikuwa hodari katika vita. Kwa hiyo Musa alikuwa anatoa maneno haya katika aya ya 6 kuwatia moyo wa Israeli ya kwamba Mungu ndiye atakaye kwenda pamoja nao, wasiogope, wasihofu, kwa sababu Mungu mwenyewe ndiye atakaye waongoza. Musa anawatia moyo ya kwamba Mungu ndiye anayekwenda pamoja nao, hawatakwenda na mwanadamu, si mwanadamu anayekwenda naye, ila ni Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo Musa anawatia moyo kwamba msihofu, iweni na moyo wa ushujaa, msiwaogope, kwa kuwa Mungu yuko pamoja nanyi, hata waacha wala kuwapungukia. Sasa nisikilize vizuri, Musa anachokifanya, anawakumbusha ushindi wa nyuma. Kabla ya aya hii, Musa anawakumbusha jinsi Mungu alivyowashinda wafalme wa Sihoni na Ogu. Anatumia historia hiyo kuwapa ujasiri wa kukabiliana mataifa mapya ya Kanaani. Nisikilize vizuri, katika maisha haya tunaweza kukutana na majaribu, tunaweza kukutana changamoto, tunaweza kukutana mambo magumu. Tunapokutana na jaribu jipya leo, tunatakiwa kurudi nyuma na kukumbuka ni mambo mangapi makubwa na magumu ambayo Mungu alituvusha huko nyuma.
Sikiliza, ushuhuda wa jana ndiyo mafanikio ya leo. Sikiliza vizuri, lazima tukumbuke ni mambo mangapi ambayo Mungu alitenda katika maisha yetu. Musa anawakumbusha wana wa Israeli ya kwamba wakumbuke nyuma, namna ambavyo aliwaua wafalme wawili wa Waamori, Sihoni pamoja na Ogu. Wakumbuke vivyo hivyo atawashindia kwa maadui zao walio mbele yao. Mungu atawashindia. Musa anawakumbusha ushindi wa nyuma, lakini Musa anawakumbusha pia, pamoja na kwamba yeye hata kwenda pamoja nao, anayekwenda pamoja nao ni Yoshua, lakini pamoja na mabadiliko ya uongozi, Musa anawatia moyo kwamba wasiogope. Waisraeli walikuwa wanampoteza Musa, kiongozi wao mkuu aliyewaleta hadi hapo, lakini Musa aliwakumbusha kuwa ingawa yeye anaondoka, Mungu aliyewatoa Misri bado yuko nao. Sikiliza vizuri, Mungu aliyewatoa Misri, Mungu aliyewavusha bahari ya Shamu, Mungu aliyewaongoza usiku na mchana, Mungu huyo huyo atakuwa pamoja nao na watawashinda maadui zao. Wasihofie mabadiliko ya uongozi, ya kwamba kwa sababu hawaendi na Musa na sahi wanaenda na Yoshua kwamba wahofie. Sikiliza, Musa anawatia moyo kwamba wasiogope. Mungu huyo huyo aliyekuwa pamoja nao walipotoka Misri, Mungu huyo huyo atakuwa pamoja nao wanapoingia katika nchi ya Kanaani na atawashindia. Lakini pia Musa anawapatia ahadi, anawaambia hata kupungukia. Neno hata kupungukia kwa Kiebrania linamaanisha kutolegeza mkono wake, kutokuangusha au kukuacha. Linamaanisha kukutupa au kukusaliti. Mungu anaahidi ulinzi na uwepo usio na kikomo. Mungu aliahidi ulinzi kwa Waisraeli. Musa anawaambia huyu Mungu huyu hata waacha, huyu Mungu huyu hata wapungukia, huyu Mungu huyu hata watupa, huyu Mungu huyu hata wasaliti. Huyu Mungu huyu ameahidi ulinzi, huyu Mungu huyu ameahidi uwepo wake, huyu Mungu huyu ameahidi kuwa nanyi mpaka mwisho, hata waacha. Hiyo ilikuwa ni ahadi ya Mungu kwa Waisraeli, na Musa anawatia moyo. Nisikilize vizuri, hata wewe pamoja nami, pale tunapohisi tuko peke yetu katika maisha haya, tunapohisi mambo hayaendi vizuri, ahadi ya Mungu iko pale pale, ya kwamba Mungu yuko pamoja nasi, hawezi kutuacha wala kutupungukia.